Wengi watajitakasa nao watatakasika. Nao watatakasika. Twende katika kitabu cha Danieli sura ya 8 mstari wa 13. Danieli sura ya 8 mstari wa 13 anasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yatendelea hata lini, kukanyagisha patakatifu na jeshi? Somo letu la leo limesema hatutadili na chukizo la uharibifu, ila tutadili na mambo yetu wenyewe. Sasa leo kitu ambacho tunadili nacho ni hichi ambacho kimeelezwa katika Danieli 8:13, kosa lifanyalo ukiwa. Malaika anauliza haya mambo mawili, lile chukizo la uharibifu, lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini? Wakati chukizo la uharibifu linasimamishwa nje ya kanisa, kosa lifanyalo ukiwa linatendeka ndani ya kanisa. Kosa lifanyalo ukiwa linatendeka ndani ya kanisa. Wakati chukizo la uharibifu linasimamishwa nje ya kanisa, kosa lifanyalo ukiwa linasimamishwa au linatendeka ndani ya kanisa. Lakini kosa lifanyalo ukiwa ni nini? Kosa lifanyalo ukiwa, maana hata katika wimbo hapa tumeimba, nyumba yako imeachwa ukiwa, la hutaniona milele. Kosa lifanyalo ukiwa ni nini? Kama kuna mtu ana majibu. Danieli 8:13. Kosa lifanyalo ukiwa. Maana Yesu aliwaambia, tusome katika kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa 38. Anasema, angalia nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa, kwa maana nawaambia hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Israeli walikuwa wamefanya nini ambacho Kristo anasema nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa? Ni nini walikuwa wamefanya, au kosa alifanyalo ukiwa ni lipi? Ni nini? Anasema kwamba walikuwa wamemkataa Yesu. Mwingine, Wayahudi walikuwa wamemkataa Yesu. Baada ya kumkataa Yesu, akawaambia nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Lakini tusome katika kitabu kile cha Mathayo. Rudi katika kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 21. Mathayo sura ya 21 mstari wa 33 anasema, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungushia ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda walipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakamwendea vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao akisema, watamstawi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana, wakasemezana wao kwa wao, huyu si mrisi, haya natumue tuutoe urisi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamua. Yesu anawatolea kisa hiki Wayahudi kueleza jinsi ambavyo matukio yametokea ndani ya taifa lao, kwamba Yesu baba kama mwenye nyumba alikuwa na shamba la mizabibu ambalo liliwakilisha taifa la Israeli,
lilipokuwa linawakilisha taifa la Israeli. Lakini Israeli walipokosea, walitumwa manabii wakawapiga, wakawaua. Lakini anasema mwishoni akamtuma mwanawe Yesu, akaja ndani ya taifa la Wayahudi. Yesu alipokuja, Wayahudi wakamuua, maana anasema wale watumwa wakasema, aha, huyu ndiye mlisi, na tumue huyu, tutatoa vitu vyote. Sasa maandiko yanasema rehema na ukomo kwa taifa la Israeli zilikuwa karibu kufika mwisho. Na Yesu anapotoka ndani ya kile chumba cha ndani ya hekalu, ukisoma hii Mathayo 23 mstari huo, anasema aliposema nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa, na utukufu kwa taifa la Kiyahudi ulikuwa umeondoka ndani ya hekalu, utukufu ulikuwa umeondoka tena. Kwa hiyo Wayahudi walibaki hawana mwakilishi. Yaani mle ndani ya hekalu ambao Mungu alikuwa anapatikana, utukufu ulikuwa umeondoka. Kwa hiyo kiwakilishi cha tuseme Roho Mtakatifu alikuwa ameondoka ndani ya taifa la Wayahudi. Yesu akasema, nalikuja kwa walio wangu hawakunipokea, bali wale walionipokea wakafanyika kuwa watoto wa Mungu. Sasa kosa lifanyalo ukiwa linaweza kutendeka hata kwetu. Lakini si kwetu, inaweza ikawa siku kwamba tukamkataa Kristo. Lakini tunaweza tusimkatae kwamba tumemkataa Kristo, lakini tunaweza tukamkataa kwa kukataa jumbe zake. Tunaweza tukamkataa Kristo kwa kukataa jumbe zake. Tuende katika kitabu cha Tumaini, ukurasa, tuangalie hili kosa lifanyalo ukiwa. Tumaini ukurasa wa 469. Aya 3 anasema, lakini Israeli kama taifa lilikuwa limejiachanisha na Mungu. Matawi ya asiri ya mti wa mtende yalivunjika. Ikiangaliwa kwa mara ya mwisho kule ndani ya hekalu, Yesu alisema kwa sauti ya huruma, angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kwa hiyo kitendo cha Israeli kuachwa hali ya ukiwa ni uwepo wa Mungu kuondoka ndani ya hekalu, ndani ya taifa la Kiyahudi. Walikuwa wameachwa kama wateule, na ilibaki nafasi kwa mtu mmoja ambaye ataamini, atapokea wokovu. Lakini wao kama taifa, upekee wao ulikuwa umeondoka. Sasa katika zamu yetu tunayoendea, maana sisi tunaishi katika kipindi cha Walaodikia, kipindi cha kuhukumu watu. Tena matukio kama yaliyotokea ndani ya taifa la Kiyahudi yanaweza akajitokeza na kwetu, nasi tukaambiwa, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Maana ukisoma kitabu cha Matukio, anasema Waadventista wa Sabato ni watu wa pekee waliochongwa, waliotengenezwa kwa ajili ya kupeleka kazi ya mwisho kwa ulimwengu. Ujumbe wao ambao wamepewa ni ujumbe ambao hawajawahi kukabidhiwa mwanadamu yoyote katika ulimwengu. Kwa hiyo sisi vile kama taifa la Kiyahudi, kama tunaweza tukachezea ujumbe ambao tumepewa, tunaweza pia tukabaki ukiwa. Kama ujumbe ambao tumepewa tunaweza tusiutangaze, au tukausurubisha ujumbe ambao tumepewa, tunaweza tukaambiwa, na nyinyi nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Yaani uwepo wa Mungu haupo ndani ya ninyi. Kwa tunapoendea, kabla ya chukizo la uharibifu kusimamishwa, ndani kwanza tunaweza tukasimamisha kosa lifanyalo ukiwa. Linaweza likasimamisha kosa lifanyalo ukiwa. Ni somo la mjadala na ni somo fupi tu. Somo sio refu. Ende katika kitabu kile cha Huduma ya Mkristo kurasa 154.
154 ni aya ya 2. Inaandikwa, ni katika sheria ya Mungu kwamba vita kuu ya mwisho kati ya Kristo na malaika zake na shetani na malaika zake zitapiganwa, na ulimwengu wote utaamua. Anasema ni katika sheria ya Mungu ndipo patakuwa na pambano kuu la mwisho dhidi ya Kristo na malaika zake na shetani na malaika zake. Wanaogombaniwa ni wale ambao walioko ndani ya kanisa, ambao jukumu lao kwa sasa, kabla hatujafikia hiyo vita ya mwisho, ni kujitakasa. Danieli anasema walio na hekima wataendelea kujitakasa. Unapoona vita, maana anasema mtu unaweza ukawa unaona vita zinapigana huko, ukawa unashangilia, unafurahia, ukasahau kujitakasa. Sasa watakatifu au wenye hekima wanapoona matukio hayo, wao wanajua kwamba wokovu wao uko karibu. Kazi yao na jukumu lao kubwa ni kujitakasa. Sasa tunapoelekea pambano kuu kati ya sheria ya Jumapili na Sabato ya Mungu kusimamishwa ndani, kwanza hapa watu wa Mungu, mambo mengine yanaweza yakawa yakatukwamisha, tukashindwa kustahimili katika adha inayokuja. Wajua, Waadventista wa Sabato wamekabidhiwa nuru nyingi kubwa ambazo dhehebu lingine lolote hawana, lakini wanaweza kuzisurubisha hizo nuru kama vile walivyomsurubisha Mwokozi. Tunaweza tukapokea ujumbe wa afya, tukaletewa ujumbe wa afya, lakini mtu mmoja akaukataa, yaani yeye binafsi, lakini ni ukweli, akaukataa. Tunaweza tukafundishwa kitu, tukafundishwa mziki, namna ya kuimba vizuri, lakini mtu mmoja asiupokee. Sasa kwa mtu mmoja anakuwa yeye mwenyewe anaondoa uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu anapokuletea nuru hii hapa, ukaisikia, ukaielewa, ukaikataa, anakuletea tena nyingine, ukaisikia, ukaelewa, ukaikataa, ukazidi kuziweka pembeni, kitu kinachokuja kutokea ni kwamba mwishoni uwepo wa Mungu unaondoka ndani yako. Ndilo linaloitwa chukizo ndilo linaloitwa kosa lifanyalo ukiwa katika wakati wa Laodikia. Kosa lifanyalo ukiwa linaweza likafanyika hapa au katika kanisa la SDA ambalo tumetoka. Kote sote tunasimama katika kipindi cha Laodikia. Sote tupo katika kipindi cha Laodikia. Tuendelee kusoma hilo kuu, anasema watu walio na madaraka si tu kwamba wataidharau na kuiacha Sabato, lakini kutoka katika meza takatifu watawaambia watu waitunze siku ya kwanza ya juma. Hawa watu wanaoelezwa hapa kama watu walio wasimamao katika meza takatifu ni wakina nani? Kwamba siku moja watu waliosimama mbele ya meza takatifu watakuja na ujumbe kwamba Jumapili sio mbaya, Jumapili ni nzuri tu. Tunapaswa Jumapili, sheria Jumapili ikitangazwa wala haina ubaya yoyote. Anasema watu kutoka katika meza takatifu, si kwamba tu watawaambia watu anasema nirudie, watu walio na madaraka sio tu kwamba wataidharau na kuiacha Sabato, lakini kutoka katika meza takatifu watawaambia watu waitunze siku ya kwanza ya juma. Kwa ni wachungaji ambao tumewazoea. Ni wachungaji ambao tumewazoea, wanasimama mbele, wanafundisha siku zote, lakini anasema ipo siku wao watageuka na kuambia watu waifanye nini? Waitunze siku ya kwanza ya juma. Lakini haya matokeo hayaanzi kwa bahati mbaya. Ni matokeo ambayo yanaanza taratibu, kutoka kukanyaga nuru moja ambayo kupokea na ni ukweli. Ni ukweli, ukaikanyaga, ukaenda ukakanyaga ya pili. Mwishoni unaenda kukanyaga na ya tatu. Kwa sababu kama tunajifunza siku zote, utunzaji wa Sabato unaanza pale jua linapozama mpaka jua linapozama. Ikiwa unarudi kazini, Sabato imeshaingia, unaendelea na kazi, asubuhi unaendelea na kazi, unakuja kanisani. Wakati utafika ambapo anasema watu kutoka katika meza takatifu watasimama na kuambia watu utunzaji wa Jumapili hauna ubaya wowote. Kwa hiyo mambo hayo yatasababisha kosa lifanyalo ukiwa ndani ya kanisa. Mtu atabaki mmoja. Yaani mtu atasimama katika wakati wake yeye mwenyewe.
Maana ukimtegemea mtu kutoka katika meza takatifu, atakuambia kitu ambacho kitakusababisha uanguke. Kwa hiyo wakati wa Laodikia, siku zinavyozidi kusonga, kila mtu anapaswa kusimama mwenyewe na sio kumwangalia mtu. Kila mtu anatakiwa kubeba msalaba wake aende kwa Kristo. Kwa hiyo wakati wa Laodikia, wakati tunauendea, kabla ya kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu ndani kwanza ya kanisa, huenda kukatokea nuru ambazo zikawa si za kweli, watu wataleta mambo ambayo sio. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwa makini. Kitabu cha Yohana kinasema, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii wa kitabu hiki. Wale watu ambao hawapendi kusoma wapo katika hatari. Wale watu ambao ni wavivu wa kusoma wapo katika hatari. Wale watu ambao hawapendi kusoma wapo katika hatari. Maana hata shetani mwenyewe anasoma. Anasema maandiko matakatifu, shetani anajua. Anajua kwamba wakati wake ni mchache, anajua sasa hivi afanye nini, lakini wewe mwanadamu ambaye haujamfikia hata yoyote, hautaki kusoma. Wale watu ambao wasiopenda kusoma wanaweza wakakabiriwa na hatari, kwa sababu hata katika vitabu tunavyovitumia kuna mambo mengine ambayo unaweza ukayakuta ukayaelewa tofauti. Unaweza kukuta kuna mtu anarusha kwenye mitandao, nilikuwa namfuatilia, anasema Ellen White amesema kanisa la Wasabato halina uwepo wa Mungu na roho wa Mungu hayupo ndani yake. Kwa hiyo wachungaji kama wale wanafafanua kwamba Ellen White amesema kanisa la Wasabato uwepo wa Mungu haupo ndani yao. Wewe ni nani unapinga? Ellen White mwenyewe ameandika, anatoa nukuu katika kitabu cha Matukio. Sasa wewe ambaye upendi kusoma, kumbe Ellen White mwenyewe amesema hivyo. Kwamba uwepo wa Mungu haupo ndani ya kanisa letu. Unabaki unafanya nini? Naendelea kusoma hapa. Anasema, narudia, watu walio na madaraka si kwamba tu kwamba wataidharau na kuiacha Sabato, lakini kutoka katika meza takatifu watawaambia watu waitunze siku ya kwanza ya juma. Huduma ya Mkristo, ukurasa 154, sura ya 14, uhuru wa dini. Watu walio na madaraka si kwamba tu wataidharau na kuiacha Sabato, lakini kutoka katika meza takatifu watawaambia watu waitunze siku ya kwanza ya juma, wakitukuza tamaduni na desturi katika taasisi hii iliyotengenezwa na wanadamu. Wataelezea sababu za majanga katika nchi kavu na baharini, majanga ya upepo, mafuriko, matetemeko, uharibifu utokanao na moto, kama hukumu za Mungu zinazoonyesha kutofurahishwa kwa Mungu kwa sababu ya kuitunza Jumapili. Kwa hiyo hawa watu sio kwamba ni wa Jumapili wanaoeleza hivyo, lakini ni kutoka katika meza takatifu. Labda ni hapa au kutoka ndani ya kanisa la SDA. Wanaweza wakasimama wakasema, Sabato kwa sasa sio lazima tusiitunze Jumapili. Tunapaswa wakaanza kuitengenezea mazingira ya Jumapili ili hata itakapotangazwa. Sasa hivi mazingira ya kuitunza Jumapili yanatengenezwa taratibu. Kwa hiyo watu wanatengeneza mazingira kwamba hata Jumapili inapotangazwa watu tayari wawe wameielewa ndani ya akili zao. Ndani ya akili zao watu wawe wameelewa. Anaendelea kusema, majanga haya yataongezeka zaidi na zaidi, moja baada ya jingine, na wale waivunjao sheria ya Mungu watawashutumu watu wachache wanaoitunza Sabato ya amri ya 4 kuwa wao ndio wanaosababisha ghadhabu ulimwenguni. Uongo huu ni mbinu ya shetani ili apate kuwadanganya wasio waangalifu na wasio macho. Anasema kumbe uongo huu ni uongo wa shetani. Anawajaribu wale ambao sio waangalifu na wale ambao sio macho. Wale ambao sio macho ni wale watu ambao hawapendi maombi, hawapendi kusoma, hawapendi kuwahi kanisani.
au watu sio waangalifu, hawapendi kusikiliza, wapo tu. Anasema uongo huu utaletwa na shetani kwa ajili ya kuwadanganya watu na kuwateka, ili Jumapili inapokuja kutangazwa, watu tayari wao wametengenezwa ndani ya makanisa yao. Na sio wa Jumapili wanaelezwa hapa. Sio wa Jumapili, wao wa Jumapili hawana shida. Wao kwao ni mambo ni safi. Lakini wale wanaoitunza Sabato ndio wanaoongelewa hapa. Wale wanaoitunza siku ya Sabato ndio wanaoongelewa hapa. Kwamba ipo siku kutoka katika meza takatifu watu wanaweza wakaja na ujumbe kwamba majanga ambayo yanatokea ni kwa sababu sisi hatutaki kutii sheria ambazo zimewekwa na wanadamu. Ni kwa sababu hiyo wanawalazimisha wengine. Lakini wale ambao watakuwa wako macho watasimama wao kama wao katika wakati wao, na kipindi hicho kitapita. Kipindi hicho kitapita. Some kitabu kile cha Ezekiel sura ya 9 mstari wa kwanza. Nitaenda mpaka mstari wa 11. Ezekiel sura ya 9 mstari wa kwanza anasema, kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimama mji wakaribie, kila mmoja awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Na tazama, watu 6 wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu lielekealo upande wa kaskazini, kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye alikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika katikati yake. Na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji, nyumba yake mkapige. Ingieni, aliwaambia. Mstari wa 5, na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji, nyumba yake mkapige. Jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Kumbe hukumu za Mungu au kufungwa mlango wa rehema kunaanza wapi? Katika patakatifu pa nani? Pa Mungu. Kwa sababu wao ndio waliojua mambo mengi. Wao ndio waliotakiwa kufundisha ulimwengu, lakini wao ndio wa kwanza kukanyaga hayo mambo. Kwa maandiko yanasema, tena anzeni katika patakatifu pangu. Wale wanaosimama mbele, maandiko yanasema anzeni kabisa kwa mzee. Maana mzee ndiye aliyejua ukweli na utunzaji wa Sabato jinsi ulivyo, lakini akawafundisha watu kwamba majanga yanayotokea ulimwenguni, waumini, majanga yanayotokea ulimwenguni ni kwa sababu hatuitii Jumapili. Maandiko yanasema anzeni katika patakatifu pangu. Uweni kabisa, wala msione huruma kwa mtu yoyote. Kwa hiyo wakati tunaoendea kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema, maandiko yanasema tieni muhuri kwa wale wanaougua na kulia. Usije ukaona matukio yanayoendelea ya vita, watu wanakufa, alafu ukakaa unafurahia. Maandiko yanasema wanaotiwa muhuri ni wale wanaougua na kulia kwa sababu ya mabaya ambayo yanatokea katika dunia. Wale ambao wanafurahia na kushangilia mabaya,
Wale ambao wanasikia habari labda za ushoga, wanasikia habari sijui za nini, wanafurahia matukio yanayoendelea mabaya duniani. Malaika hawezi kutia muhuri kati ya watu wao. Anasema malaika hupita na hutia muhuri wale wanaougua na kulia kila wakati. Kwa hiyo sisi kama kanisa, jukumu letu kwa sasa, kabla hatujafikia wakati chukizo la uharibifu likasimamishwa nje, ule ukweli ambao tunaujua, ambao tumeupokea, tukauelewa, kila mtu kwa bidii anatakiwa kuufanyia kazi kwa juhudi zote. Kila mtu anatakiwa kuwa mtu wa maombi, kila mtu anatakiwa kuwa msomaji, ili asije akakumbwa na kitu kidogo tu akaanguka. Kwa hiyo malaika anaamuru wale wanaougua ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya Yerusalemu yangu, piteni mkatie muhuri. Lakini wale ambao wanafurahia, wale ambao hawajui wakati walionao, wale ambao bado hawaelewi kinachoendelea ulimwenguni, waacheni. Lakini hukumu zitakapoanza, tutawaanzia wao, maana hawajui. Ukisema kitabu cha maandiko ya awali, kuna sura anasema kwamba nimeona miongoni mwa watoto wa Mungu hakuna hata mmoja anayejali maandalizi yoyote. Hamna anayejali. Hawaelewi kwamba wanaishi kwa wakati ni wakati gani ambao wanaishi. Miongoni mwa watoto wa Mungu wengi hawajui, maandalizi hawafanyi, hawaelewi chochote kinachoendelea, kinachoujia ulimwengu. Danieli akaambiwa, Danieli, nenda zako hata wakati wa mwisho. Tulia na wewe utasimama katika hukumu yako, tulia. Angalia, Danieli alikuwa ni nabii, lakini naye kwa wakati wake anaambiwa, wewe starehe, mwisho wa siku hizo utasimama katika kula yako. Ukionekana umepungua, utaenda kuna kwa kustahili. Kwa hiyo tunaishi wakati ambapo hukumu ya upelelezi inaendelea, na Bwana huchunguza kila mmoja. Kila mmoja anachunguzwa, kila jina linachunguzwa. Kwa hiyo hatutakiwi kufanya makosa, aidha kusababisha kosa lifanyalo ukiwa, kwa sababu ukisoma kitabu cha Matukio anasema kanisa la Laodikia lipo katika hali ya uvuguvugu na uwepo wa Mungu haupo ndani yake. Kwa kitendo cha uwepo wa Mungu kuondoka ndani ya mtu ni kwa sababu ya kukataa nuru. Kama vile Wayahudi walipomkataa Kristo, uwepo wa Mungu ukaondoka katikati yao, ukabaki kwa mtu mmoja mmoja anayempokea. Wale wa Protestanti walipokataa ujumbe wa wana marejeo, ule ujumbe wa Sabato na jumbe zingine, uwepo wa Mungu uliondoka katikati yao. Na anasema wale waliokuwa wamebaki katika kile chumba cha kwanza, Shetani alienda akakaa, wakabaki wanapokea nuru kutoka kwa Shetani. Kwa hiyo wale waliomfuata Kristo ndio ambao walifaidika naye. Kwa na sisi jumbe ambazo tumepewa, maana amesema ni utajiri mkubwa. Naposoma kitabu cha Matukio, ni utajiri mkubwa ambao kanisa la Adventista wa Sabato limekabidhiwa. Haujawahi kukabidhiwa kwa mtu yoyote katika ulimwengu, Sasa kama tutaukanyaga, manake tutamfukuzia roho mbali, nasi tutakuwa sawa na Wayahudi. Tutaambiwa, nyumba yenu mmeachiwa hali ukiwa, hamtaniona tena. Kumbuka Laodikia anaambiwa, wewe ni vuguvugu, si moto wala baridi. Chagua kimoja, heli uwe moto au uwe baridi. Lakini usipotaka nitakutapika utoke katika kinywa changu. Yeye nimpendaye humkemea na kumrudi. Kwa yeye nimpendaye na mkemea, akitii na mrudi. Akitii anatubu na mrudi. Lakini tazama, niko mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yako afungue, nitakaa kwake. Kwa Laodikia tuna bahati nzuri. Kuishi siku za mwisho ndo vizuri, ndo raha. Yaani mtu anaishi siku za mwisho, hiyo ndo vizuri. Kwa sababu Danieli alitamani lakini hakuziona hizo siku. Kwa hiyo kila mtu afurahie kuishi wakati wa mwisho. Yesu mwenyewe akawaambia wanafunzi wake, heri ninyi macho yenu yanaona na masikio yenu yanasikia. Manabii wengi walitamani kuyaona,
na kuyasikia, lakini hawakufanikiwa. Kwa hiyo watu wanaoishi wakati wa mwisho ni watu wenye bahati kubwa, kwa sababu wanaona mambo mengi ambayo manabii walikuwa wameyatabiri, wakayaandika, wanayaona kwa macho yao. Kwa wanapoona, nabii anasema kitabu cha Mathayo, mnapoyaona hayo changamkeni mkaviinua vichwa vyenu. Kwa hiyo sisi kama taifa la Mungu au kama kanisa la Mungu tunatakiwa kusimama katika mstari ambao ni ukweli wa leo. Tusimame katika ukweli ili chukizo la uadilifu linapokuja kusimamishwa katika ulimwengu, tuwe tumejipanga vizuri kiroho, tuwe tumeimarika ndani ya Kristo, tuwe vizuri hata linaposimamishwa, kusiwe na mtu yoyote ambaye anaweza akawa bado anatetereka. Sababu somo ni la mjadala, basi nialike kwa mtu mwenye swali, mwenye mchango, mwenye kuongezea. Karibuni. Kanisa, Bwana ni mwema. Somo limeeleweka. Kabla ya chukizo la uharibifu, basi nikaribishe kwa wale ambao watakuwa na mchango au maswali, lakini tutaanza na wale ambao watakuwa na maswali. Naomba mikono ya watu ambao wana maswali. Ndio. Asante, Bwana ni mwema wakati wote. Swali langu nalinukuu kwa usemi wa mkufunzi ya kwamba watu wenye madaraka wanapokuwa wamekaa katika madhabahu watawafundisha watu wa Mungu jinsi ambavyo sivyo. Kanisa la Mungu ni la upendo. Endapo haki ya mtu itakuwa kwa mtu mmoja mmoja, huyo mwenye madaraka simamaye katika madhabahu, mimi nasikiliza. Endapo ataweza kunifundisha ambalo silo, nami niko macho, je, nitaendelea kumkubalia aendelee kukaa katika madhabahu akifundisha machafu? Tumeeleweka? Hello? Imeleweka? Shukuru kwa majibu. Swali kwa darasa. Swali lake linalenga kwamba watu ambao wana nguvu ya madaraka wanaposimama katika madhabahu, wao wanatumia madaraka yao kufundisha kile ambacho sio. Je, kutokana na nguvu hii ya madaraka, mtu wa Mungu anauliza, ikiwa kinachofundishwa na huyu mtu ambaye ana nguvu ya madaraka, atakuwa na ujasiri wa kuendelea kusikiliza huku anapotosha, au atapata ujasiri wa kukosoa? Nikaribishe kwa majibu darasa. Kwenye majibu, watu wa Mungu, kwa hiyo ambaye atakuwa na majibu juu ya hili swali, karibu. Bwana ni mwema na wakati wote. Swali la ndugu yetu Nelson ni gumu